Sasa huyu mke wangu mkubwa yuko mbele. Anaitwa Sadila. Kwa hiyo sasa Sadila, mke wangu, mpokee mwezio vizuri kwa amani na upendo, umpe ushirikiano na atakuwa na kafu muhimu ndani, mtashirikiana pamoja. Kwa hiyo mkubwa tu mpokee. Sadila. Nimewasikia. Naam. Sasa mke wangu. Kuwa na amani sana, karibu sana. Wajua katika maisha hakuna mwanamke au mke apendezwe kuongezewa mke mwingine. Hata ungekuwa sidhani kama ungekubali. Lakini nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Kubwa mwishi vizuri kwa amani na madhali mimi mwenyewe nipo, hakuna kitakachoharibika. Tutajaribu kuweka mambo sawa. Kwa hiyo karibu sana mke wangu. Asante sana. Basi nafikiri tuendelee kwanza kidogo nitakuonyesha na chumba chako na sehemu yako. Mungu. Hivi ni kweli mimi mume wangu ameniongezea mke mwenza kisa sizai? Au ni maamuzi yake tu ameamua kunifanyia hili? Hivi kweli wewe ananipenda wewe? Ya Rabbi. Naomba niendelee matatizo katika ndoa yangu. Nakosa amani, nakosa furaha. Mpaka lini nitaendelea kuumia? Sipo tayari nimekuwa ukiwenza hivi. Sipo tayari. Mimi ndo ninaumia, mimi ndo najua shida ya kila kitu ninayopitia. Halafu mbona mimi sina tatizo lolote? Kwa nini mume wangu aamua kuchukua jukumu kama hili? Kweli ukiwenza ndo naleta watoto ndani ya nyumba? Sina la kufanya. Roho inaniuma. Na sijui nifanye nini. Inaniuma mwezenu. Ulichonitoa nyumbani kunitia hapa kitu gani? Nimekuleta hapa mke wangu kwanza ni kukutoa mawazo kwa sababu unahisi kwa labda mimi nakutenga wakati wewe mwenyewe ndio unayekosea. Tangu nilivyokuoa umekuwa mule ndani hakuna maelewano hata mara moja, naonekana kama nimefanya makosa kiasi cha kwamba nahukumiwa kufa. Leo hii mimi nishaonekana kila kitu ninachokifanya nakosea mule ndani, si ndio? Kisa tu namtetea ile mke wako mdogo ndio unachokiona. Ananifanyia mule ndani hata kuyasemi. Mimi nikaja hapa umenileta hapa labda uje kuniambia yalofanyika juzi kule umeyaona, lakini hamna. Leo umekuja hapa kunileta, yani bado tu unanilaumu, si ndio? Kwanza tangu nilipoongeza mke wa pili imekuwa ndani nyumba haina amani, hakuna maelewano. Wewe unamwona mzio kama sijui ni nini mke wangu, Amani itokea wapi? Amani itokea wapi? Wewe umeniongezea mke ndani kutakuwa na amani. Na wewe unataka mwenyewe vurugu, si ndio? Sasa ninachokwambia hivi, mle ndani yule mwanamke wako kamtoa. Yule hatoki, yule ni mke wangu, hawezi kutoka, na wewe pia ni mke wangu. Basi kama hawezi kutoka yule, mimi nitatoka. Hapana mke wangu, useme hivyo utakuwa unakosea. Sikosei. Mmoja hapo, abaki yeye ni baki mimi. Mle ndani mimi sikai. Sasa kwani wewe shida atoke ni mtoe au shida ni muache? Shida mtoe kwa sababu ananipunguzia mimi mapenzi yangu. Siku hizo umekuwa unipendi, yani kila mkitoka wewe upo na mke wako. Mke wako na yeye. Mimi yako umenitenga, sitaki. Mtoe mle ndani. Nakuuliza vizuri, sija kuelewa. Shida ni mtoe, nikamtafutie sehemu nyingine akae. Niwe nalala huku na huku au shida unataka nimuache moja kwa moja? Muache. Hilo ndo kosa lako. Tatizo unajichanganya mke wangu. Lazima nikwambie ukweli. Yule kumwacha mimi sitoweza kumwacha kwa sababu Mwenyezi Mungu kashatuamrisha suratu An-Nisa, Mwenyezi Mungu kashaongea. Ile ni sunna kubwa katika sunna ambazo mtume amezifanya. Sasa sikiliza, chagua na wewe. Akae yule au la niondoke mimi. Mimi siwezi kukaa ukiwenza, siwezi.
Yule hataondoka mke wangu. Basi kama hawezi kutoka yule, mimi nitatoka. Kwani tatizo liko wapi? Na wewe wala hutaondoka. Nitaondoka. Mimi si ndo mwanamume. Huwezi kuondoka bila mimi kupata talaka mke wangu. Sasa sikiliza, nikwambie hivi. Nisione harufu ya pepo, nisikie, mimi hainihusu. Nataka mimi talaka yangu. La sivyo mtoe mwanamke wako mwanamke. Basi mjadala, maongezi mengine hapa sina. Basi mke wangu unapingana na Mwenyezi Mungu sana wewe na mtume. Kwa sababu haiwezekani kila siku ile swala mimi nalizungumza. Siku hizi Sadila kweli amebadilika kweli kweli. Kila unapomwelekeza anaona kama vile unamchanganya. Wewe. Nyumba kuiba wameza watu. Tunajifanya mpemba. Na upemba gani? Uko kwani upemba wanaume hamna? Mpaka kumchukua mume wangu mimi. Unajua mume anavyouma wewe. Naongea na wewe. Wewe naongea na wewe. Unadada kama mimi. Roho inaniuma kama ni usifikiria haya iniumi. Upo? Haya, nikuulize swali. Hiyo mimba ishaingia? Mimba tena ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Ndio umeleta mimba ya kuzaa uje kuzaa ndani. Haya, wako hapa watoto wenyewe. Unasikia kichefuchefu mpaka sasa hivi? Naongea na wewe. Mpaka sasa ushaanza kupata kichefuchefu mwenzetu. Nakutamani ipo siku nitakufumua uje kumwambia mume wako ndani huko. Muone kwanza kisura chake kama kidonge cha panado. Wewe usinite dada nisijazaliwa na wewe, shika dabu yako wewe. Madada kama nini wewe? Sadila. Mbona siku hizi humu ndani tunashindwa kuishi kwa amani? Amani imeshapotea kabisa. Tangu nilivyoongeza mke wa pili imekuwa kama sababu. Hebu tuende mbele, turudi nyuma. Tujaribu kuangalia jinsi tulivyokuwa tunaishi mwanzo kabla ya haya. Sadila mke wangu, dini umeisoma na unaifahamu vizuri. Lakini sijui subhana umekutwa na shetani gani vile Sadila? Nyumba unajua amani humo. Imekuwa ndani hakuna amani. Kwa nini unafanya hivyo Sadila? Wewe mtoto wa Kiislamu bwana. Dini unaifahamu vizuri kabisa. Alafu naongea na wewe uko kimya kabisa. Yaani hunijibu, hunisemishi chochote. Si dharau hizo? Sadila mke wangu. Sadila mke wangu. Sadila mke wangu. Mume wangu. Mume wangu. Naam mke wangu. Maji tayari. Maji tayari? Naam. Mashallah mke wangu. Basi sawa. Nafikiri mke wangu kila kitu kina changamoto yake kama unavyoona hali halisi ya ndani. Hususan katika swala zima la ndoa yetu. Unajua mke wangu hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Na kila kitu katika maisha kina changamoto yake. Hatuwezi tukafikia mafanikio bila kupitia misukosuko yote mke wangu. Lakini kikubwa ninachokuomba uzidi kwa mvumilivu mke wangu. Kila tatizo litakwisha. Mume wangu, naomba nikwambie au nikutoe hofu kwamba usijali kuhusu hilo, kwa sababu ninaelewa kila kitu. Maana hata muda mwingine nikiwa namsalimia mwanangu wala nikimsemesha hivi wala ajibu. Kwa hiyo ninaelewa kila kitu, watu usina wasiwasi, tuko pamoja. Wala usijali. Mwenyezi Mungu ataweka wepesi. Atutaendelea kwa pamoja. Safi sana mke wangu. Mimi nashukuru sana mke wangu. Unajua
najivunia sana kwa mwanamke kama wewe, kwa sababu kwanza una subira, unajua nini maana ya mume na unajua nini maana ya familia. Inshallah naamini changamoto hizi ambazo tunazipitia Mwenyezi Mungu ataziweka sawa na kila kitu kitakaa sawa. Asante sana, mimi nashukuru sana. Basi mwanangu yule demu, fuata mara kwanza kanichomolea. Nimemtongoza tena kwa mara pili kanichomolea. Nikamfuata tena kwa mara ya tatu. Mwanangu bado kakaza. Niko demu design gani? Mbona mieusho? Demu gani yule tolo? Yule mrefu. Angekuwa mwanamke mwanangu, yule pale asingekubali anakuongezea mtu mwingine. Sisi tulikuwa tunashika naye hapo madongo. Si umeelewa? Mtasushi fufu sio nani sio yule. Si yule mwenye ndevu fulani hivi kama upukupuku wa mavi. Bora ndevu zako mambo zimekaa kishepu kidogo kama nani yule jamaa yule mwimba muziki yule anapiga jeje sijui. Umeona? Sasa anakuwa kama mambo zimekaa. Yaani ili mradi tu aende sio yule. Kwa nini? Ndio huyo yule mwenyewe. Wewe Sadila. Oya wewe. Shamba wewe nini rafiki yangu wewe ushafeli wewe. Leo umeongezwa mke mmoja. Acha mieusho hiyo. Angalia sasa ulichokifanya. Sipana ungekuwa na mume wako TANESCO labda anavaa vile viatu vyake anapanda labda mpaka juu fresh. Lakini mwanamke hapo mwanamke umesema. Kwanza mna mwanamke mrembo siku yote akamrefu hata siku moja. Mwanamke mzuri yote mfupi. Maka hapa mijuba tu pamoja na mibaibui. Mume wangu, nakuhitaji wangu. Okay, nakuja mkao. Mama. Mimi nishakwambia yaani nitaka mimi talaka yangu, nishakwambia. Unajua nafanya makosa mke wangu. Nafanya makosa kuhusu nini? Kuhusu nini? Kwa nini mke wangu unakuwa unafanya mambo hayo ya kidhalili kabisa kama mke wangu hujasoma dini? Mimi nilikwambiaje? Nilikwambia tangu kaingia yani hujaanza kuongeza mwanamke nilikwambia. Ukishaanza kuongeza mwanamke mwendani mapenzi na mimi huna. Angalia unachonifanyia, angalia ndio unanifanyaje? Mke wangu sisi tumejua sana na Mwenyezi Mungu. Mbona siku hizi unabadilika sana mke wangu? Subra gani unataka wewe subra gani? Nimeshavumilia sana. Angalia mnaponifanyia mwendani nanifanyia mambo gani? Siwaeleweni kabisa yani nakuja kila siku Mungu. Nimechoka na vituko vyenu nimechoka. Nataka talaka yangu.